نور دربي بالقرآن واشرح صدري ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkusanyiko huu katika wakati adhimu na kulisubirisha jambo adhimu kulitekeleza nako ni kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kama sisi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam utupe matokeo chanya, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi ummati Muhammad kuwa ni umma bora, lakini ubora wetu si chengine. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sifa zetu. Tunapoambiwa yale ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunajibu sami'na wa ata'na, wala tusiwe katika bani Israili wao walikuwa wanajibu kinyume sami'na wa asaina. Hii ndiyo sifa ya ummati Muhammad. Ibadallah, sote ni mashahidi, sote tunajua kwamba tumekabiliwa na msimu. Hautaki kuhadithiwa ibadallah. Tumekushanyika pamoja na nyuso zetu zenye kumemetuka, manake zina mng'aro kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia kama hii tutoke nayo mpaka nje ya msikiti. Tumekabiliwa na msimu wa ibadallah. Ikiwa kweli sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu, tukauamini ujumbe wetu, manake wanadamu wetu, basi tuelewe tuelekee katika miongozo ya Allah. Na yoyote anayetoka katika miongozo hiyo Mwenyezi Mungu hamtambui, hata kama ataishi katika ardhi, hata kama atakuwa ni mkubwa aina gani, Mwenyezi Mungu hakuhesabu wewe. Tubakie katika umoja wa la ilaha illa Allah. Hakuna kitu ambacho kitakachotupa sisi nusura, kikatupa maisha bora kama kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Naelewa kwamba mfumo wote unakuja kinyume na mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Utupie macho mara nyingi. Msimu umefika, mnanisikia. Wamesema wa kusema walio hai wamefariki, na wengine wanaendelea na maisha. Huu ndio mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana huu ni mtihani tu kujalia mimi na wewe ukazaliwa mpaka leo ukabaki katika ardhi hii. Je, unamtii Mwenyezi Mungu na muasi Mwenyezi Mungu, hapo utajimaliza mwenyewe. Lakini elewa tu kwamba Mwenyezi Mungu kakupa neema kubwa ya kubakia mpaka mwisho. Neema hiyo itumie vizuri. Ukija ukiona yanakupita haya ambayo tunazungumza, elewa tafuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hali mbaya. Hata kwamba yule ambaye anakuzika atasema bismillah wa ala millati rasulillah. Hii ndio stili yetu ummati Muhammad. Akifa yote awe asi awe mcha Mungu, basi neno hili anazikiwa nalo bismillah wa ala millati rasulillah. Je, hii mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe umedumu nayo? Umethamini? Wasia wangu kwenu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa kwa ajili ya ibada. Ishi ni mwanadamu mwenzako kama unapotaka uishi wewe. Mpendelee mwanadamu mwenzako kama unapotaka wewe uishi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa simulizi katika kisa cha Habil na Qabil. Wale walikuwa na jambo wanagombaniana. Tuwe makini sana ummati Muhammad. Habil na Qabil katika kugombana au kugombaniana kitu, basi walipewa mtihani, wakaambiwa kila mmoja analeta sadaka yake. Ikaletwa sadaka ile. Mwenyezi Mungu kaichukua ya mmoja akasema sitaki. Alipochukua ya mmoja akamwambia kile ambacho unakitamani katika nafsi yako basi ndio chako. Ndugu yake kamjibu, sijawa tayari na hilo, sikubali. Akamwambia la akutulanna, wallahi itakuwa. Kwa nini uniue? Kwa sababu tu hichi kitu ninachokitaka mimi umepewa wewe. Ibadallah, sikizeni vizuri sana. Maisha ni haya. Usihalenge na chochote.
si lolote za chochote. Hii ni system ya Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe kuja yangu hapa, hujawasiliana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ukamwambia Rabbi, nataka niishi mimi katika ardhi. Ni upendo wake tu na hisani yake, kamua ubaki hapa. Tuangalie wangapi na wangapi hawako, hali ya kwamba system zao za maisha jamaliza. Wana mipango mingi kabisa, lakini hajafikia popote mipango ile, wameingia katika tumbo la Rabbi. Isani kabisa utatoka msikitini, tia nia kabisa. Alipomwambia wallahi nitakuwa, akamwambia kama utaonyosha mkono wako mimi situjaribu kuonyosha wangu. Na Mwenyezi Mungu mara nyingi anawakubali wacha Mungu. Yule bwana akifanya, alimuua mwenzake kwa sababu Mwenyezi Mungu kaamua mwenyewe, akasema wewe kaa, wewe hichi chukua. Hii ni Qur'ani, niko mbele yenu na kariri tu. Aya zikiendelea, Mwenyezi Mungu akatwambia min ajli dhalik, kwa sababu ya tokeo hilo, katabana ala bani Israili, tumewafaradhishia, tumewaandikia bani Israili, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, yoyote atakayeua bila sababu yoyote, au fasadi fil ardhi, au ambaye kafanya ufisadi katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jami'a, anazingatiwa sawa sawa na kaua watu wote. Ibadallah, nasikia tumo ndani ya msimu, tuwe makini sana. Sisi kwa sisi Waislamu tunachukua vya moto, tunachukua vikali, tunajaribu kuondoshana uhai kwa jambo la kipuzi tu. Kwani Mwenyezi Mungu kaitajaje dunia? Yesu yule ambaye alisema i'lamu annama alhayatu dunya nini? La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad. Akaitulia mfano akasema masali ghaithin 'alima al-kufara thumma yahidu fatarahu thumma yakunu hutama thumma yahidu fatarahu mustarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatu dunya illa mata'u. Hapa tupo katika kitu ambacho starehe tu yenye kuhadaa. Tuko tayari kutengeza akhira zetu Waislamu. Wanasema kuna hutubu na ukhutubu na maana nataka kusema. Sayyidina Ali alikaa mirazi ndani ya mimbar. Ibadallah, bila shaka mmefahamu vizuri. Msimu wetu utunganishe pamoja, tuwe na kalima tukufu, kila mmoja afike siku inatoka roho yake itoke katika sifa ambazo Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wanashitati nashwa, wala siyakatoka roho yake katika hali ya nguvu kabisa na hali ya hasira. Na yote haya ukimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo anakuzawadia. Tuweni watulivu, tuweni wasikivu, kwa sababu tu tuangalie hali ulimwengu ulivyo, jinsi ilivyochafuka. Watu wanadhulumiwa, wanapigwa, wanatolewa katika majumba yao, wanafanya vya kufanywa. Ukiangalia nini? Ni mambo ya dunia, si chingine. Mwelekeni Allah. Weomba Mwenyezi Mungu ajalie atakaye tawala akupe fursa ya kumtii Mwenyezi Mungu, asikuzuia sala wala nini. Lakini haya masala mengine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia watakapotokea Waislamu wawili wakakamatiana panga, basi wataulizwa kwa nini mnapigana? Ikiwa wanapigana kwa haki sawa, lakini ikiwa wanapigana kwa upumbavu wa kidunia, al-qatilu wal maqtul fi an-nar, aliye huwa na wote wana hukumu la kuingia motoni. Usirefushe maneno. Wallahi mmenisikia. Mwenyezi Mungu anakusifuni, anatuambia walladhina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi yetu, atupe viongozi wenye kupenda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atupe mshikamano, ajalie mapenzi
na atupe neema, atupe mvua zenye kheri, na sote atufishe katika kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. نور دربي بالقرآن واشرح